County ma Migori en anyuola moro e gwenge eko mag Nyadibere e Suna West Migori County ko chande koro ywaka mondo giyud ratichgi bang' nyathigi moro ma bende giyango kaka Lawrence liekore ni osiepne nonego e gindero ma bende pok giyango nyaka giesani eri. Anyuola no ero kotelnegi kod min mosenindo Lawrence mano mama Margaret Ondigo gidwaro mondo obila otim nonro mapiyo mondo konye yudo ratiro mar wuodgi no ero. Giwacho ni wuodgi no ero nowuok dala jumbe ariyo mokalo kodhi limo osiepne moro ma bende nitiere gwengego eko mag Buembu. Kata kamano osebedo kolal kendo gisemanye makaeto gikone to ne giyude konege kendo ike e bur moro ma Tanzania. Ringre Lawrence notere kar kano ringre joma otho mano ero ma Migori level 4 e county ma Migori kono ero. Niko na huzuni wa mtoto wangu. Sina amani kwa roho yangu kwa sababu huyu mtoto wangu kifo chenye kimempata sijajua ni kwa nini mtoto wangu ameuawa. Mtoto wangu alitoka hapa tarehe 14 kama tumekula lunch masaa ya saa 9 akisema rafiki yake mwingine amemuita kuhusu ya job aenda mtafutia. Kufika kesho yake tukangoja atarudi kurudi. Kesho yake tukamtafuta simu yake haipatikani, imefungwa. Tukaanza kumtafuta, tunapiga simu yake haipatikani. Tunapiga simu yake haipatikani. Tunapiga simu yake haipatikani. Mwishowe napata habari eti mtoto wangu ameuawa. Niko na huzuni, serikali nisaidie. Ukweli wa mtoto wangu itokeleze. Niko na huzuni, uchungu. Hakuna vile nitafanya. Vile mnaniona, nguvu zangu za hii imeisha. Sina nguvu ya kutafuta kazi, hata ya kufanya kazi yoyote ninaweza lisha watoto. Sijui vile watoto watasoma, sijui vile watoto watajisaidia, sijui watoto watavaa nguo namna gani. Serikali nisaidie watoto wangu, mtoto wangu ukweli wake ujulikane, haki yake itokeleze. Huyo mwenye ameua mtoto wangu asema ukweli yenye mtoto wangu amemfanyia, akaua mtoto wangu. Huyo mwanamke mwenye amefanya mtoto wangu akajulikane hata ameuawa, apatikane mahali ako, afanye ushuhuda wake, usaidi wake vile mtoto wangu amekufa. Sina chochote kwa hii mji wangu nategemea. Hata sijui matanga ya mtoto wangu sijui nitaifanyaje. Hata mwili wa mtoto wangu sijui itatoka michari sijui namna gani. Sijui vile mnaniona. Niko na huzuni. Serikali nisaidie. Bwana wangu alikufa nikalea watoto wangu nilikuwa peke yangu. Lakini wakati nilikuwa na walea nilikuwa bado na nguvu ya kufanya kazi ya vibarua. Lakini saa hii sina. Serikali nisaidie jamani. Nimeomba ukweli wa mtoto wangu utokeleze. Sina mengi ya kusema lakini nataka ukweli wa mtoto wangu utokeleze. Huyu mtu ameua mtoto wangu kwa nini? Alikuwa rafiki yake wanatembea naye. Amemuua kwa nini? Akona haki ya kumuua mzike. Anamuua mpaka na mzika kwa nini? Mbona kwenda ripoti ama ampiga mtoa nje aite watu wamsaidia wasikie hiyo maneno. Serikali nisaidie ukweli wa mtoto wangu itokeleze. Mtoto wangu haki yake siende bure. Nimewaomba serikali. Tuko na huzuni sana kwa hii mji chenye ambayo imetendeka, hata imetusangaza sana. Kulingana na huyu kijana yetu ambaye alikuwepo hapa na kuna rafiki yake ambaye alimchukua hapa akaenda naye kule kwa sehemu ya naitwa Nyamaraga. Sasa vile walienda, huyu mtoto mimi naita kama mtoto wangu, mtoto wa ndugu wangu. So vile alienda kumsalamia huyo jamaa, baadaye ikamaliza kitu kama wiki 3 hivi. Hatukujua eti ako wapi, hata simu yake ilisimika. Baadaye tukasikia eti kuna jambo ambayo imetendeka huko pale, tukaifuata, tukaipata kama huyo jamaa alisamuua mwenzake. Tayari akaisika. Sema ambaye alisika hiyo bwana, huyo kijana aliweka ndizi, akaipandia ndizi juu ya kaburi yake. So tulikuwa tunaomba serikali hizi kitenda ambacho sinafanyika kwa hii dunia, atujui eti tunaelekea wapi, kwa maana kuna mtu anaweza kuchukua binadamu mwenzake anaua kama mnyama mpaka azike. Alafu baadaye amuoe hata watoto wake pia wawili waeke humo ndani.